Kumbe umekaa muda mrefu eh? Nipo hapa. Nakuona tu pale katuna. Nilikuwa na chuma mboga hapo. Niambie. Mimi mwenyewe unaona maisha hata siyaelewi ya Mungu. Hebu niambie. Hivi macho mengi walanguzi wanazidi sana kutukandamiza sisi wakulima. Wanachukua mazao yetu kwa pesa kidogo tu kwa manufaa yao. Hilo jambo mimi linaniumiza kila siku. Tena linaniumiza sana. Kwa sababu nalima, alafu pesa ni chakula. Watoto wanahitaji sare za shule, wanahitaji madaftari, wanahitaji nauli za daladala, chakula. Alafu mimi sina kitu. Kwa kweli kama mimi mkulima, jambo hilo mimi huwa linaniumiza sana. Na bahati nzuri yule. Nani tena? Bonge anakuja. Muangalie. Mkandamizaji sasa ameshaingia. Nakwambia leo atakomba kwako, atakomba kwangu, alafu yeye huyo. Safi, kuna wema. Mimi leo naomba uniongeze japo pesa kidogo. Kwa sababu mwanangu kesho anahitaji kwenda shule. Wewe mimi unidai pesa. Mimi leo nimepata mzigo wangu. Sawa. Wala hamna tatizo. Lakini mkandamizaji, kwani mtu anapokuelezea shida zake na maana unashindwa hata kumsaidia kweli? Eti mimi ananihusu wapi? Haya yakuhusu. Mzigo upo. Mimi nimepata mzigo wangu leo. Basi baba yaisha mzigo wako ule pale, mwingine uko kule juu. Haya sawa, twendeni mkanikabidhi. Au kuna kitu kingine kibaya mimi nimefanya? Hamna. Bwana, chukua mwingine bwana. Wewe mbona mkorofi? Nina iki chenyewe. Wala fikiri tunabahatisha kwenye kilimo. Ndio. Wewe vipi? Siku nyingine sitaki tena uanze kulalamika sasa. Unaona? Leo umenifurahisha. Umeachiwa sasa. Hela yenyewe ndogo. Sasa hela hiyo ndo tunafanyaje? Yaani mimi nafikiri basi tugawane tu 5,000 na 5,000. Kwa sababu mimi inaniuma sana. Yaani sijajua kesho mwanangu shule itakuwaje. Kipipa mabei huyo anakuja na mzigo. Sijui atakuja na nyimbo gani. Yaani ungekuwa unanijua mimi, huyo mtu wako tusingefanya naye biashara hata siku moja. Hivi anajua hasa tunavyoipata sisi. Tajiri. Naona umekuja na mzigo wenyewe. Huu wenyewe. Kitu nyungu. Tupe bei ba. Bei leo kidogo iko tofauti. Subiri. Hivi wewe Kipipa, kila siku unatuletea mzigo. Sasa bei imezidi au imepungua? Bei leo ni nyingine. Fungu moja 500. Bei tofauti vipi? Wakati mvua zimenyesha, mabondeni huko kumejaa maji. Sasa hiyo bei inakuwaje tofauti? Kipipa, mnachukua mzigo mchukue. Sasa hivi unakuwa unatumia asili. Twende baba, twende. Kipipa. Basi Kipipa. Unachukua? Unachukua? Lete tu baba, lete. Lakini mimi nikwambia tu ukweli Kipipa. Hichi unachokifanya sio kitu kizuri. Kawaida biashara lazima uwe na msimamo, uwe na bei moja. Sababu huku ni kutuumiza. Yaani kwanza hapo alipo ananenepa kwa ajili yetu sisi. Sio kwa ajili yetu sisi. Yaani huu mwili nitakiwa niwe nao mimi. Wewe ananinyonya huyu. Mimi mwili hauji vipi ndugu yangu? Mimi sina lombaya. Tayari? Bei tofauti. Nenda bwana. Twende. Bwana wewe. Sasa unanunia, mimi ndo nilouza. Alotuzia kaundo unaniletea. Na wewe nenda na ukirudia tena na huyu mtu wako mtakuja kuniona mimi mbaya. Sasa hicho kisilani unaletea mimi. Usinitie gundu bwana nikashinda kwenda kuuza hiyo. Utajijua mwenyewe. Wewe nani? Chicha la kuongeza damu sio lazima uambiwe na daktari. Chicha wenyewe, mchicha wenyewe. Chicha ninao hapa wa kuongeza damu. Chicha wenyewe. Hivi kweli kwa hii watoto watasoma kweli? Kwa sababu hiyo hela kule yenyewe tu mtihani. Yaani kuanzia asubuhi mpaka jua linakomaa nimeuza vichanga 4 tu. Jamani. Si ajabu hii jamani. Maana hata kama biashara kweli tunafanya lakini biashara hii nayo inataka moyo.
Maana ukirudi nyumbani utasikia baba daftari, baba shuleni sio nini, maana uko shuleni kuna michango. Kwa kweli leo. Haya jamani, ndio hivyo mchicha. Na mtazamaji, unaendelea kuangalia kipindi cha Kilimo Kinalipa, na muda mfupi umeangalia igizo ambalo linaonyesha hali halisi ya kilimo kinavyofanyika Tanzania, mnyororo mzima unapokwenda. Lakini sisi sasa hivi tunaongelea mnyororo wa ongezeko la thamani. Umeona ambavyo mkulima amekandamizwa, lakini ugandamizaji huo unafika mpaka kwa mlaji. Tunataka Mzee Mrema atuambie hii habari mpya ya ongezeko la thamani ambayo anaiongelea yeye ya kilimo kinalipa, Tanzania tajiri inawezekana, inakuja vipi kubadilisha mfumo uliopo sasa? Mzee Mrema, karibu. Asante sana. Gizo umeliona? Naam. Umeona mkulima ambapo amegandamizwa mpaka mlaji kumbe anapata changamoto kwa sababu ya kitu. Wanaumia, na hata ukiangalia yule mtu wakati naye hapati kitu kwa sababu mkulima anakuwa hana bidhaa za kutosha kwa sababu uzalishaji wake ni duni. Na hata huyu mlaji na yeye uwezo wake wa kununua ni mdogo, kwa sababu ukiangalia huu mnyororo ongezeko kwa thamani. Maana kumbuka, kila kinachofanyika kinaongeza thamani, kila hatua inayofanyika inaongeza thamani kwa kiasi fulani. Sasa mfumo tuliouona ndio hasa unaofanyika sasa hivi, na utakuta kwamba tuliona mchicha kama mfano ni kwamba wale wakulima wale wanapewa hela na wale wafanyabiashara wakati madalali wa mazao wale wakulima wawazalishie, wakitoka wanakuja kuchukua kufuatana na makubaliano. Wakichukua mzigo wao wanapeleka sokoni, wanaenda kuuza jumla, labda Kariakoo au labda Ilala. Alafu wapo wachuuzi wa katikati nao wanachukua mzigo kama ulivyoona, mafungu kwa mafungu, wanapeleka kwa walaji. Sasa huyu aliyetoa hela anajua kwamba nitatoa hela kiasi fulani nipate mzigo kiasi fulani. Kwa yeye ndio anaamua faida yake, mkulima apate kiasi gani. Mkulima hana sauti kabisa na mali yake pale alipo. Yeye ni kama mfanyakazi yani, au mtumwa niseme. Niliogopa kuzungumza mtumwa, maana yake hilo neno alipendezi sana. Manake hilo shamba ni la kwake. Naam. Sasa hili shamba lako wewe lima, afu mimi nakuja kuchukua. Afu pesa nimekupatia, mkulima bado. Nakumbuka kipindi kilichopita ulisema kwamba katika mfumo wa ongezeko la thamani mkulima ana nafasi ya kupata pesa ya kujikimu ili aondokane na hizi adha za kujua anaweza kumudu vipi gharama. Lakini kwa mfumo wa sasa hana. Kwa ile pesa ambayo anapewa kwa ajili ya kuandaa hawezi akaitunza ili siku mchicha ukija kuvunwa aweze kuona faida yake. Kwa hiyo haioni. Siku anakuja kuchukua hana kitu. Anatoa na roho inamuuma na roho inainama, ile habari ya upendo na amani na furaha inapotea kabisa. Naomba niambie Mzee Mrema, mkulima kweli kwa mfumo huu unaosema mpya wa mnyororo ongezeko la thamani, unawezaje kumsaidia mkulima kuondokana na hizi adha za huyu dalali wa mazao? Kama nilivyosema sasa, ili huu mchezo ulituonyesha wazi kinachotokea. Na huu mchezo sio tu kwenye mchicha, Kang'omba, sijui na Kibaba, sijui Tampiko, wanatumia kwa makabila na sehemu mbalimbali. Mfumo huu wa ununuzi wa mazao wa kukandamiza mkulima ni kitu cha kawaida sana hapa. Na inatokea kwenye mazao yote, kwenye mpunga, kwenye mahindi, kwenye maharage, kila zao linakuwa ni mfumo huu kwa sababu ya unyonge wa wale wakulima. Sasa kama nilivyoelezea ni kwamba tukileta mnyororo wa ongezeko la thamani, mkulima akianza sasa kuachana kuuza mazao yakiwa shambani, akiacha kuuza mazao yaliyochumbiwa kule wanachumbiaga mazao kule sehemu za Mbeya na sehemu nyingine, wanasema wewe unachumbia mgomba, litakalozaliwa ndizi ile ni ya kwangu. Kwa hiyo ikizaliwa ndogo kubwa kwake anacha zaidi. Kwa hiyo mfumo wa mnyororo ongezeko la thamani sasa unaua huo mtiririko wa unyanyasaji na uoneaji wa mkulima. Kwa hiyo ndio maana
tunaujengea hoja, na umekuja wakati mwafaka sana. Maanake hata ukiangalia Kang'omba serikali imeona ugumu wake unavyoumiza wakulima, unaumiza zao lenyewe, unaumiza uzalishaji, unaumiza ubora, uzalishaji unavyozidi kupungua. Sasa tunatafuta sasa njia mwafaka ambayo itamfaidisha kila mtu, mkulima afaidi, mfanyakazi afaidi, na mlaji afaidi, na wote wafaidi kufuatana na kila mtu na mchango wake kwenye huo mnyororo. Mzee Mrema, muda umetutupa mkono. Lakini sasa mimi sitaki tumalize kabla haujaniambia katika yote haya, kwa dakika moja tu niambie, mlaji yeye anapata faida yoyote au atabaki pale pale kwenye kupigwa tena? Mlaji ndio anakuwa anafaidika vibaya sana. Kwanza, gharama ya kuzalisha itakuwa ndogo kwa kilo moja au kwa fungu moja, kwa sababu mazao yanaongezeka. Kwa hiyo mkulima atapata, mlaji atapata bidhaa yenye ubora mzuri zaidi, na tena bei itakuwa haibadiliki. Haitakuwa na yumbishwa, kwa sababu hakuna tena mtu anayenunua na kuuza hapo katikati. Ni mkulima ambaye anazalisha na kuunganishwa na mlaji. Kwa hiyo bei itakuwa ni hii mmoja kwa msimu mmoja. Inaweza kuwa zaidi ya misimu miwili, inategemea na gharama zitakuwa zinabadilika kiasi gani kwa ujumla. Kwa hiyo hii inakupa mlaji uhakika wa bajeti yake. Anajua mimi leo nitakuwa nanunua mchele kilo 10 kwa shilingi 1,500, na tenga 1000 yangu 15, mwezi umekatika. Kwa naye ana bajeti endelevu. Yaani tunachotaka kukileta hapa ni endelevu ya uhakika. Tunataka tuondoe hofu ya kila mtu, hofu ya kuhakikisha kwamba labda mchele hautakuwepo, hofu labda bei itapanda, hofu labda mbolea itapanda. Hapana, tunatakika tufanye kwamba kila mtu awe na uhakika wanachokifanya, kusudi imani yake, raha yake iongezeke. Asante. Asante. Kuna vitu nimekusikia ukiviongelea sana kwamba mkulima akilima kwa wingi zaidi, akilima kwa vikundi, na tuliahidi kwamba leo tungeweza kuongea, lakini mambo yamekuwa mengi, tuisogeze wiki ijayo. Lakini pia nilikuambia kwamba nataka uniambie thamani ya nchi inaongezeka vipi, tuipeleke mbele. Kipindi kijacho utuambie kwa thamani ya nchi itaongezeka vipi, lakini kwa namna gani pia yule mkulima ambaye yeye ana eneo lake dogo tu ataweza vipi kufaidi huu mnyororo wote, utawezaje kumfaidisha? Ni kama ni kuingia kwenye vikundi, ataingiaje, atafanya nini? Naomba wiki ijayo tujikite katika hilo. Kwa leo tuishie hapa, tuseme tu kwa heri. Kilimo kinalipa na Tanzania tajiri inawezekana. Hapa kazi tu. Tuonane wiki ijayo. Mimi ni Janet Leonard na mtaalamu wetu mwelekezi alikuwa ni Bwana Helmet Mrema. Ciao.